ikiwa utatoka mahali pako ama ikiwa utatolewa kwenye nafasi yako, ujue utakuwa kama ndege ambaye yuko mbali na kitundu chake. Wangapi wamewahi kuona kuku ambaye hayuko kwenye banda, yani amekuta tu banda limefungwa? Wangapi wamewahi kuona? Huwa anakuwa anafanyaje? Anahangaika, hatulii sehemu moja, karukia hapa, karukia hapa, karukia hapa, karukia hapa. Ndivyo vile ambavyo mtu akiwa hayuko kwenye nafasi yake ama mtu akiwa yuko mbali na nafasi yake, huwa anakuwa anahangaika. Ndio leo anafanya biashara, kesho anaenda sokoni, kesho kutu anaenda shamba, kesho kutu anaenda kanisani, anakuwa hajatulia mahali pamoja. Kumbe shida ni kwa sababu ametolewa kwenye nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Leo ninakuombea utambue nafasi ambayo Mungu alikuitia kwa jina la Yesu. Utambue mahali ambako Mungu alikuitia kwa jina la Yesu. Kuna watu wanateseka kwa sababu tu hawajui mahali pao. Kuna watu wanateseka kwa sababu hawajui nafasi zao ni wapi. Hawajui Mungu aliwaumba kuwa nani, hawajui Mungu aliwaumba kufanya nini, hawajui Mungu aliwaleta duniani wao waishi kama nani. Na kwa sababu hiyo wanajikuta wanateseka, maana adui alikamata fahamu zao, adui alikamata akili zao. Hawatambui wao ni nani na wanatakiwa kuwa wapi na wanatakiwa kufanya nini. Leo kila nguvu ya kipepo iliyokamata akili yako ili ushindwe kutambua nafasi yako, ili ushindwe kutambua mahali pako, leo ile nguvu inaachia akili yako kwa jina la Yesu. Amen. Inaachia ufahamu wako kwa jina la Yesu. Amen. Inaachia akili yako kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utajuaje kama uko mahali pako pa baraka? Utajuaje kama hapa ndiko mahali ambako Mungu alikuumba wewe kuwa? Cha kwanza, utaona wema wa Mungu maishani mwako. Kutambua kama mahali ulipo ni mahali pako, utaona wema wa Mungu maishani mwako. Kuna watu wanaonaga tu mafanikio. Yaani wewe unaona tu mambo mazuri yanakujia, yanakufata, una amani, una furaha, una upendo, yani ndani yako uko na amani. Biblia inasema amani ya Mungu inapita kila kitu. Ukiwa mahali pako ama ukiwa kwenye nafasi yako, cha kwanza huwa unaona wema wa Mungu juu ya maisha yako. Ukiona kuna kitu unakifanya, alafu kila siku ni balaa mkosi, ujue uliko sio kwako. Kuna tofauti hapa. Ukiwa mahali pako, hata kama kuna changamoto unazipitia, tumaini la Mungu huwa linakaa ndani yako kama utavuka. Lakini ikiwa uko mahali ambako si kwako, unakuwa unahaha. Bwana Yesu asifiwe. Kama unapita changamoto za biashara, kuna wakati kama ni mahali pako, akili inakwambia hali ya hewa sasa hizi imebadilika. Kama ninauza nguo, watu wengi sasa hivi hawatoki, ama watu wengi hawafanyi 1 2 3. Akili inakupa tumaini kwamba haya ni majira tu na yatavuka. Lakini ikiwa sio mahali pako, mimi nakwambia hata kama hali ya hewa inakuonyesha kwamba sasa hivi huwezi kuuza vesti, moyo unakwambia acha. Unatamani kufanya kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiwa unafanya kitu ambacho si chako, huwezi kuona mafanikio, huwezi kuona amani, huwezi kufurahia kile unachokifanya. Na mara nyingi mtu yule anakuwa anapitia kipindi kigumu, anakuwa anapitia vita isiyokuwa na matumaini. Nikisema matumaini unanielewa? Tumaini ni kuwa na tarajio kwamba hiki kitakuwa. Yaani ndio napitia changamoto kwenye ndoa, lakini nitavuka. Huyu ni mume wangu, huyu ni mke wangu. Plan B ya kuwaza kutoka inakuwa haipo. Lakini ukiwa mahali si pako,
Bwana Yesu asifiwe. Ukikwazika kidogo tu, akili inakwambia fungasha mabegi nenda. Bwana Yesu asifiwe. Roho inakwambia hapa Lakini pia ikiwa ni adui anataka kukutoa kwenye nafasi yako, anakuonyesha ubaya, anakuletea mabaya yanayofanya uvunjike moyo. Kwa hiyo unapokuwa mahali, cha kwanza jiulize, ni vipi vingi vinatokea kwako? Maana Mungu akikuweka mahali, lazima utaendana na zile baraka ambazo zinaendana na nafasi ulionayo. Lazima utauona wema wa Mungu maishani mwako. Hata kama unapitia kipindi kigumu, ndani yako unakuwa na tumaini, ndani yako unakuwa na uvumilivu, ndani yako unakuwa na nguvu ya kwamba hiki nitavuka na sitabaki hapa milele. Bwana Yesu asifiwe. Niliwahi kuambia siku moja, mimi niliwahi kufanya biashara sana tu. Tigo Pesa, M-Pesa, Airtel Money, stationery na kila kitu. Nikatoka huko nikaja kuwa mangi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati unaanza biashara, ilikuwa ni Dar es Salaam, sehemu moja inaitwa Sinza. Ni sehemu imechangamka sana, na ni sehemu ambayo mzunguko wa pesa ni mzuri, ni sehemu ambayo pia mzunguko wa biashara ni mzuri sana. Amen. Lakini kwa kuwa haikuwa mahali pangu pa baraka, mimi nakwambia nilipigwa tukio moja hivi mpaka nikaona dunia imekaa zedi na dunia ni Bwana Yesu asifiwe. Unafanya biashara, unaona kabisa hapa hivi, yani mimi nakwambia commission zikitoka mwezi huu napiga hatua. Anapita tapeli anakupiga tukio. Bwana Yesu asifiwe. Tukaenda siku ya siku, nishawahi kuwashuhudia. Nimefanya shopping, nilikuwa naenda kujifungua, nikafanya shopping ya mzigo dukani ambao najua huu ndani ya miezi mitatu mtu hawezi kuteseka kwenda kufuata mzigo. Manake nilinunua mzigo wa uhakika. Nimenunua Ijumaa, Jumapili asubuhi. Wakapita dukani, wakasafisha kila kitu. Kitu alichoacha ni mashine moja kubwa ambayo nahisi na yenyewe iliwashinda kubeba. Bwana Yesu asifiwe. Hapo anasema, mke wa mchungaji anapitia matukio. Ukiwa Mungu amekuitia mahali na unajichomoa nyaya, unajiona kama huku si kwangu, kwangu ni huku, kitakacho kufuata ni matukio. Ndio atakufanya urudi kwenye line. Jiulize yale unaoyapitia wewe, upo kwako ama umetoka nje, Mungu anataka urudi kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine unateseka kwenye biashara, lakini haustahili kuteseka. Ni Mungu tu anataka akwambie hivi, wewe kafungue kituo cha watoto yatima, tunza watoto. Kuna mwingine unaambiwa wewe enda kanisani kamtumikie Mungu. Kuna mwingine anaambiwa wewe kazi yako sio ya kutembeza vitu. Kazi yako nunua vitu, kaa hapa, supply ya watu kwa bei za jumla. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu umeajiriwa, upo kwenye kazi, unateseka, unapitia vipindi vigumu, unapita mapito magumu. Kumbe ni kwa sababu Mungu anajua wewe hukuumbwa kuajiriwa, uliumbwa ili uajiri na usimamie watu. Na kwa sababu unataka kusimamiwa na wewe unatakiwa usimamie, ndio pale unajikuta bosi akikufokea unainua kibezi. Sio wewe. Nafasi iliyo ndani yako ndio inakwambia wewe sio wa kutawaliwa, wewe unatakiwa utawale. Na ndio hata ushangae ukifika tu kwenye kikao, kabla bosi hajaongea wewe ushakuwa msemaji mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Nini? Nafasi. Ukiwa kwenye nafasi yako, wema wa Mungu utakufuata. Namba 2, nitajuaje kama niko kwenye nafasi yangu? Andika kitu cha pili. Ukitaka kujua kama upo kwenye nafasi yako, utagundua una nguvu ya kuzalisha. Ukiwa kwenye nafasi yako, utaona matokeo ya kile unachokifanya. Narudia tena. Ukiwa kwenye nafasi yako,
utaona matokeo ya kile unachokifanya. Ukifanya biashara, utaona unapata faida. Ukiwa ni mtumishi kanisani, utaona matokeo, maana kuna watu watashuhudia kwamba niliombewa 1 2 3 nikapata 1 2 3. Utaona matokeo. Kazi haipimwi kwa namna unavyofanya. Kazi inapimwa kulingana na matokeo yanayotokea baada ya kazi uliyoifanya. Narudia tena. Wakati mwingine ustawi wa ndoa haupimwi kwa namna ambavyo watu walifunga ndoa ama wakafanya harusi kubwa. Ustawi wa ndoa unapimwa baada ya matokeo ya watu wawili kuwa kwenye ndoa. Wamezaa watoto wa kike na wa kiume, wana biashara nzuri, wamejenga, wana amani, familia ina amani, tena familia za pande zote mbili zina amani. Utaona matokeo. Biblia inasema Mungu alipomuumba mtu mke na mtu mume, aliwabariki, akawaambia zaeni mkaongezeke. Manake ile nguvu ya uzalishaji ambayo Mungu aliiweka ndani yako, ukiwa kwenye nafasi yako utaiona. Ndio hapa nimewapa mfano. Nilikuwa na biashara, alafu kwa sababu haikuwa mahali pangu, mahali ambapo unategemea utazalisha ndio mahali ambapo unapata hasara. Majira ambao unajua mtaji unakuwa ndio majira ambao unapata hasara. Biashara haikui, wateja waongezeki, maisha ni yale yale asubuhi, mchana, jioni, maisha ni yale yale Jumatatu mpaka Jumapili. Kumbe haupo mahali pako. Ukiwa mahali pako, chochote unachokifanya huwa unaona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niliwaambia, ukijua unachokifanya ni cha kwako, huwa kuna ile furaha ya kukifanya bila kulazimishwa, bila kushurutishwa, bila mtu kukushikia rungu. Unakifanya kwa furaha, na ukifanya unaona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kuelewa, amen. Sote tumekuwa kwenye familia ambazo tunaona maduka, tunaona wafugaji. Kuna mtu unaweza ukampa mayai 10, ukamwambia hivi, haya mayai yanatakiwa yaanguliwe. Amen. Na ule mtu yale mayai 10 vikaanguliwa vifaranga, na vile vifaranga ndani ya miezi 6 ukaona kuku wameongezeka. Manake wamekuwa, wametaga na vifaranga vingine vimeanguliwa. Lakini kuna mtu sio mayai, unampa kuku. Unamwambia mtaji wa kuku hapa, kuku 50 hao hapo, anza kufuga. Miezi 3 hana kuku hata huyu mmoja. Kinachotofautisha hawa watu wawili ni nini? Nguvu ya uzalishaji pamoja na mahali ambapo Mungu amekuweka. Leo ninakuombea popote ambako Mungu alikuweka, uone matokeo ya kazi za mikono yako kwa jina la Yesu. Popote ambako Mungu alikuweka, uone matokeo ya kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Ukiwa mahali pako, lazima uone matokeo. Na kama hauoni matokeo, jiulize unakosea wapi. Inawezekana hauoni matokeo kwa sababu haufuati maagizo. Inawezekana hauoni matokeo kwa sababu haufuati maelekezo. Upo kwenye nafasi yako, ndio, unajijua kabisa wewe ni mfanyabiashara, ndio, lakini ndani ya ile biashara hauko mwaminifu. Huwezi kuona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Ni ukweli Mungu ameweka huduma ndani yako na ameweka vipawa vikubwa ndani yako. Hauoni matokeo kwa sababu hauna uaminifu ndani yako, haufuati maelekezo.
Matokeo pia yanapimwa kwa namna ambavyo unakuwa hodari wa kufata maelekezo. Wewe ni mtumishi, linda utakatifu, mpende Mungu, penda neno la Mungu, simama na Mungu, tembea katika njia ya kweli, utaona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema hivi maana kuna mtu anaweza kuwa amekaa pale anasema, mbona mimi najua kabisa, mimi mbona tangu nikiwa darasa la pili mimi nilikuwaga nauza vitumbua, mimi mamangu alikuwa anajua, akinipa mimi deri la vitumbua nikikaa masaa mawili mzigo umeisha, lakini sasa hivi nina miaka 32 ninauza genge lakini genge halitoki. Sasa hivi ndugu, Biblia inasema Mungu huwa anasamehe nyakati za ujinga. Nyakati za ujinga ni nyakati ambazo hujitambui, unatembelea neema. Sasa hizi ushafika kanisani, umefundishwa, umeelekezwa, umeambiwa ukitaka ufanikiwe tembea 1, 2, 3. Ni kweli Mungu alikuitia hapo. Wewe ni mwaminifu? Mara ngapi umekula chenchi za watu? Mtu amekuja na 10,000 anakuambia nilikupa 2,000 na unajua kabisa alikupa 10,000. Unamrudishia 1,500. Bwana Yesu asifiwe. Kisha unataka uone matokeo yapi? Utayaona wapi? Upo kwenye ndoa na yule ni mume wako kabisa na unajua ni mke wako kabisa, lakini unachepuka, alafu unataka matokeo yapi? Na waambiaga kila siku Mungu wetu anaona sirini, na vile tunavyovifanya sirini ndio vinavyoletaga matokeo hadharani. Amen. Unaiba kwa siri lakini matokeo ni nje. Unasengenya kwa siri lakini matokeo ni nje. Unazini kwa siri, matokeo ni nje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Ulikuwa pale, ulidhani ulikuwa peke yako, lakini malaika walikuwa pale. Lakini utakumbuka kuna mahali ambapo Ibrahimu alidanganya kwa Abimeleki kwamba mimi hapa hivi, huyu Sara unayemuona huyu hapa ni dada yangu, lakini ni mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mfalme akasema nimepata binti mrembo, najaribu kuimagine, alipotoka pale anamchukua dada wa mtu anatembea naye, alikuwa anatoka naye pale kwa staili gani? Wakiwa katika chumba cha siri, anataka kulala na Sara, Mungu anamtokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati Ibrahimu anadanganya, alikuwa anadanganya na hakumwambia Mungu kama anadanganya. Amen. Na mfalme alivyotoka na Sara hakutangazia umma kwamba huyu hapa ni mke wa nani naenda kulala naye. Hapana, naye alitoka naye kwa siri. Lakini kwa sababu Mungu ni Mungu anayeona sirini, matokeo yalidhihirika nje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kabla ya kujilaumu, jichunguze kwanza. Je, nafasi ulionayo unaitendea haki? Wewe ni mwaminifu na ndoa yako? Wewe ni mwaminifu kwa mume wako? Wewe mtoto ni mwaminifu kwa wazazi wako, ama ni kibaka wa chini chini? Kuna watoto wanadokoa nyumbani, mimi nakwambia wale vibaka wa Kariakoo sijui Kilombero kule hawaoni ndani. Mama akiacha 500 umepita nayo. Wewe ni binti uko pale unafua ukikuta 2,000 kwenye mfuko unapita nayo. Unadhania Mungu ni mjinga? Halo? Kabla ya kujilalamisha sana, jiulize mahali ulipo. Wewe ni mwaminifu? Unafanya kwa haki? Unatenda kwa haki? Unatakiwa uwepo kazini saa 2. Unafika saa 2 kweli? Usio unatakiwa kufika ofisini saa 2, wewe unafika saa 5, vita ikiinuka unasema hapa sio mahali pangu. Ni mahali pako ila akili yako haina akili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitu cha 3, utajuaje kama uko mahali pako? Baraka, utaona baraka za Mungu zinakufuata, lakini pia amani ya Mungu ipitayo kila kitu itakuwa juu yako. Narudia tena, ukitaka kujua mahali ulipo ni mahali pako ama si pako,
baraka za Mungu zitakufuata, lakini amani ya Mungu ipitayo kila kitu itakuwa ndani yako. Ndio huyu yule mtu ambaye anaweza kuwa anapitia changamoto nyingi, lakini hauoni akivunjika moyo, hauoni akikata tamaa, hauoni akisarenda kwenye kile anachokifanya. Kwa nini? Yuko mahali pake. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mahali pako, hata kama unapitia changamoto, unatafuta suluhisho. Narudia tena. Ukiwa mahali pako, hata ukiwa unapitia changamoto, unatafuta suluhisho litakalo kufanya uendelee kuwa pale, na hautatafuta suluhisho la kutoka. Mtu ambaye hauko mahali pako, chochote kinaweza kikaja na kikakufanya utoke. Lakini mtu ambaye yuko mahali pake, mimi nakwambia unaweza sikia vitu, lakini akili katulia pale. Unaambiwa hapa ndo nyumbani. Unaondoka uende wapi? Haleluya. Haleluya. Kwa nini? Ni nyumbani. Kuna mtu anakimbiaga kwao? Yaani mfano hivi, baba yako yule pale anaitwa Johnny. Wakasema Johnny ni mwizi, Johnny ni jambazi, Johnny ni tapeli, Johnny ni 1 ni 2 3 ni 4 5. Inabadilisha kama sio baba yako? Yaani hata ukisema unakimbia, inabadilisha kama sio baba yako? Kinachotakiwa ni wewe kuendelea kutulia pale na kufanya evaluation. Kinachosemwa ni kweli kama ama si kweli. Ikiwa ni kweli, ni nini turekebishe? Nimsaidieje babangu aache ujambazi? Nimsaidieje babangu aache wizi? Nimsaidieje babangu aache utapeli? Kumkimbia haisaidii. Kumkimbia haimaanishi kwamba ukikimbia ndo atabadilika. Unachotakiwa tulia pale, badilisha mazingira. Kuacha biashara unayoifanya haimaanishi kama utakaoenda kuifanya hautakutana na changamoto. Changamoto ziko asubuhi, mchana, jioni. Suluhisho ama tiba ni kutatua tatizo. Tatizo huwa halikimbiwi. Wengi leo tunaweza kuwa mahali petu pa baraka, lakini shetani anaweka maumivu ndani yetu, shetani anaweka uchungu ndani yetu, shetani anainua maumivu ndani yetu, na yale maumivu yanatufanya tunatoka mahali pa baraka na tunaenda mahali ambapo tunateseka. Dhahabu yenyewe ili iwe ya thamani huwa inapita kwenye moto, ndipo itoke iuzwe kwa bei ya juu. Tena inapita kwenye moto na bado inapita sehemu ya kukatwa na kuchongwa. Unataka uwe mtumishi mkubwa, unataka uwe mwimbaji mkubwa, unataka uwe mfanyabiashara mkubwa, unataka uwe na ndoa ya thamani, alafu unaogopa maumivu. Halo? Nani kasema? Ukitaka usawi ulipo, vumilia. Na ukiwa mahali pako, roho ya uvumilivu huwa ndani yako. Kwa maana nyingine, tunda la roho linakuwa ndani yako. Unakuwa na amani, unakuwa na furaha, unakuwa na upendo, unakuwa na uvumilivu, unakuwa ni mwaminifu. Yaani kila kitu ambacho ni matokeo ya Mungu kuwa ndani yako, huwa unakifeel. Na ndio maana ukiwa mahali pako, kuna kitu ambacho watu wote wanaweza kuwa wanaona ni kero, watu wote wanaona kinawatesa, watu wote wanaona hakifai, lakini wewe unakiona ni cha thamani. Miongoni mwa vitu ambavyo vinafanya watu wanapoteza nafasi zao ni fursa bandia. Fursa bandia. Narudia tena, fursa bandia. Watu wengi wanapoteza ama wanatoka mahali pao, ama adui ili awatoe watu kwenye nafasi yao, huwa anawapa fursa bandia. Yaani wewe unafanya biashara ya matembele ama unafanya biashara ya nyanya, adui anakuletea chimbo la madini.
Mtu wa madini anakuambia twende porini, nina mtaji huu hapa. Mimi nakwambia ukiacha hii biashara nyanya, hii hapa hii, huu mtaji mwezi mmoja tu unayo gari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasahau kama ile alikuwa amebeba yeye ni kodi ya nyumba. Amen. Anakutoa pale, unaacha kile unachokifanya, na mwisho wa siku unapoteza kile ulichokuwa unafanya, na unachoenda kukifanya na chenyewe kinapotea. Na ukitaka kujua unachokipata ni fursa bandia kwako, cha kwanza huwa inakufarakanisha na Mungu. Ikiwa ulikuwa ni kanisani, wewe ni mtumishi, unapewa kazi, cha kwanza ile kazi inakuzuia wewe kuja kanisani. Unakuwa bize kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili saa 4 usiku. Haleluya. Haleluya. Cha kwanza hiyo nafasi inakufarakanisha na Mungu, inaharibu mahusiano yako na Mungu. Ukiona nafasi yoyote ulionayo, ukiona kazi yoyote unayoifanya, ukiona mahali popote ulipo panaharibu mahusiano yako na Mungu, jua hiyo sio nafasi yako. Maana Mungu akikuweka kwenye nafasi, nilikwambia hapo mwanzo, ile nafasi inaimarisha uhusiano wako na Mungu. Kila wakati unajisikia kumtafuta Mungu, kila wakati unajisikia kwenda kanisani, kila wakati unajisikia kumtolea Mungu, kila wakati unajisikia kufunga na kuomba, kila wakati unajisikia kunyenyekea chini ya madhabahu ya Mungu. Haleluya. Shetani anakupa fursa bandia ili akutoe mahali pako pa baraka, uishi ukiteseka. Na ndo pale ukisoma Biblia kwa kitabu cha Mithali 14:12, Biblia inasema ya kwamba iko njia ionekanayo kuwa njema machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Unaonyeshwa kwamba hii biashara unayoifanya haitakuwa na faida kwako. Ukifanya hii utafanikiwa. Kwa macho inaonekana inavutia, kwa macho inaonekana inapendeza, kwa macho inaonekana itakupa faida, kwa macho inaonekana itakupa maisha marefu, lakini kumbe ni biashara iliyokuja kwako ili kuua mtaji wako. Ni biashara iliyokuja kwako ili kuua vipawa ambavyo Mungu aliviweka ndani yako. Ni biashara iliyokuja kwako ili kuua hatima kubwa ambayo Mungu alikuumba nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nyingine, sio kila fursa inayokuja mbele yako unatakiwa kuichangamkia. Nyingine itafakari kwanza mara mbili. Imekuja kwako kwa lengo gani? Imekuja kwako kwa kusudi gani? Imekuja kwako kwa majira gani? Je, kipindi ulicho nacho ni kipindi cha namna gani kwako? Na je, kile kipindi ulicho nacho na kile kilichokuja mbele yako vina mahusiano gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Mwingine ni mwanafunzi, upo shule, anakuambia kusoma mpaka chuo kikuu ni kupoteza muda. Achana na shule bwana wewe, twende tukafanye biashara. Kumbe hapo kinachotafutwa wewe sio kufanya biashara. Kinachotafutwa ni wewe kuua hatima yako, lakini pia ni kuua mahusiano yako na mtu aliyebeba nguvu ya kukusaidia kielimu. Maana ukikataa, unaenda kufanya biashara, unapotea. Time unayorudi unataka kusoma, muda umeshaenda, na yamkini morale ama nguvu ama moyo aliyokuwepo nao yule aliyetakiwa kukusomesha umeshakufa. Haleluya. Iko njia ionekanayo kuwa njema machoni pa mtu, lakini ile njia mwisho wake ni njia za mauti.